watu wa Kigana kupigwa risasi za miguu na watu wasiojulikana katika mji wa Milano ndani ya nchi ya Italy, Ulaya hiyo. Kweli moja kwa moja akapelekwa hospitali na sisi kabidi tusikilizie ndoto zetu za kusafiri kwenda nchi nyingine ikawa zimekufa. Kweli baada ya wiki 2.5 mwenetu karudishwa katika mjengo. Baada ya kurudishwa katika mjengo, mwenetu akasema mimi nashukuru Mungu sana kwa ujio wenu kutoka Bari kuja hapa katika mji wa Milano, kwa sababu Mwenyezi Mungu anamsaidia mtu kupitia mtu. Kwa hiyo nyinyi safari yenu ilikuwa ya baraka, imebarikiwa kwa ajili ya kuja kunisaidia mimi, kwa sababu bila nyinyi, yani mimi hapa msaada wa kibinadamu ningeupata vipi? Tukamwambia mwenetu usijali, Mungu ni fundi, tena sio fundi gari wala sio fundi kujenga wala sio fundi baskeli, fundi wa miujiza aloumba mbingu na ardhi na dunia kwa ujumla. Kwa hiyo mwenetu sisi tupo na wewe, hatukuachi. Kweli moja kwa moja pale katika kuishi wiki 2-3 mwanangu, tukapata marafiki kutoka katika mataifa tofauti ya Afrika Magharibi, ikiwemo Kameruni, Ghana, Gambia na nchi tofauti za Afrika. Kweli mwanangu, siku moja mwenetu mmoja wa Kameruni akatuchukua, akatuambia mwenetu, kuna mchongo hapa kupata euro ndogo ndogo za kufanya matumizi hapa na pale. Kweli akatupeleka maskani. Hiyo maskani mwanangu, hapo kuna wanaume wanajiuza hapo, wanajiuza, sio kwamba wao mashoga, hapana. Yani hapo mwanangu wanaibuka watu na wake zao ambao hawana nguvu za kiume. Sema ndani ya nyumba mwanangu kuna utata, kwa sababu mwanamke anataka kupelekwa moto afu mwanaume hawezi kupeleka moto. Kwa hiyo anakuja hapo nini, anaambiwa chagua mwanaume unamtaka. Kweli dakika za mwisho anakuchukua, anaenda naye mpaka magetoni kwake. Yeye anakaa sitting room, unaingia na mke wake ndani chumbani, unampelekea moto. Akitoka anamuuliza mke wake, are you fine, are you okay? Akisema akio okay fine. Kweli mwanangu, dakika za mwisho unapewa business card mwanangu, next time anakupigia simu, anakufuata na mchuma, unaendelea na kazi. Yani ndio kazi hiyo mwanangu. Na sometimes wanaibuka pale mashoga, sometimes wanaibuka yani mwanangu father na mwanae anakuwa atulinda ndani ya mjengo. Yani mwanangu, maisha ya Ulaya, maisha ya lana, maisha ya Ulaya mwanangu, maisha watu wamechanganyikiwa, sio bongo. Mimi sijaona mambo yako kutokea huko Afrika. Kweli mwanangu, mzee nikaona kweli sio poa mwanangu, Ulaya mwanangu, mwanangu sio poa. Kweli mwanangu, katika maisha ndivyo kwa tunaendelea mwanangu. Katika ule mjengo nimekaa kama mwezi 1.5 miezi 2 hivi. Kweli dakika ya mwisho mwanangu nikaja kupata kibibi kizee mwanangu, kimenizimia, kina miaka 78. Sasa mimi nikajiuliza kibibi kizee hiki kimoyo moyo, lakini nikasema huyu akinijui, kwa sababu huko nilipotoka huko mwanangu kuna watu nimewafokoa mwanangu, nimewapelekea moto mpaka mwanangu wengine wamekunya. Wengine mwanangu sehemu za asili zimefunuka, zimefumuka sehemu za asili za bandia ambazo wanaenda kubadilisha huko Marekani baada ya kutoa makende ya kiume wakaweka sehemu za asili za kike. Kwa hiyo wamepelekwa Marekani kwenda tena kufanya nini? Kwenda kurekebisha sehemu za asili. Sasa vikizee mimi kitaniweza, lakini dakika mwisho nikasema kimoyo moyo, mtoto akilia wembe mpe mkate. Kweli dakika mwisho mwanangu, siku bibi kizee kile ngichukua kanipeleka magetoni kwake. Baada ya kunipeleka magetoni kwake mwanangu, bibi kizee mwanangu akanipigisha mtungi, si unajua Ulaya mwanangu baridi kali. Kwa hiyo pombe za kule nilizokunywa mwanangu, pombe zile kali zile za kibabe. Kweli mwanangu, tukaanza mchezo, nikampelekea moto. Dakika ya mwisho mwanangu, bibi kizee nikajiuliza kimoyo moyo, mziki mwanangu, mziki mnene. Bibi kizee mwenyewe nikajiuliza ndani ya moyo, nikasema bibi kizee vipi, zamani za ujana wake alikuwa anacheza pono nini? Kwa sababu mwanangu chuma kwa chuma mwanangu, yani hapo zilikuwa zinatoka cheche tu. Wewe kimoyo moyo nikasema mwanangu, kweli ng'ombe hazaiki maini anazaika mwili, kwa sababu bibi kizee huyu kaanza muziki ya kibaharia, muziki konki. Mwanangu sio poa. Kweli bibi kizee mwanangu kawa kimekubali muziki na mwenyewe muziki yake kweli nimekubali. Kweli dakika mwisho mwanangu, bibi kizee akawa aniungia 100 200 nini euro naishi nazo. Kweli mwanangu, dakika mwisho mwanangu, kile shoga mwanangu la kutoka iliyoenda Marekani kwenda kutengeneza sehemu za asili zilizofumuka baada mimi baharia kupeleka moto nikazifumua, akarudi. Katika kurudi machizi wangu kutoka zangu Bari wakanipigia simu, akaniambia shoga yako limekuja linakutafuta linakuulizia, na mpaka sasa hivi kashakutrack namba yako ya simu, anajua umekimbia hapo umeenda zako mitaa Milano. Sasa uchawi nini? Sisi tukamueleza kwamba wewe mwamba yeye kachoka kuizina wewe shoga. Kwa hiyo sasa inakuaje? Shoga likaanza kumind mwanangu, kule limewaka sana mpaka katika mjengo ambao tumetoka katika mji wa Bari. Anasema bwana, mimi siwezi nikaliacha ili kidume changu, kwa sababu picha linaanza ili kidume. Mimi nimeenda kubadilisha sehemu zangu za siri, nimetoa makende kwa ajili yake, nimetoa maziwa nimetengeneza kwa ajili yake, nimetengeneza lips kwa ajili yake, na kanifumua sehemu zangu za siri ambazo nimetumia gharama nyingi, nimeenda mpaka Marekani na sasa hivi nimerudi leo hii akimbie. Kwa hiyo picha linaanza, mimi namtafuta na bunduki nimuue. Wanangu ndio wananipanga hivyo kutoka Bari, wamenipigia simu. Niko naye mwanangu sio poa. Kwa hiyo cha msingi wewe fanya mpango ukimbie hapo. Kwani nikawafuata wanangu hapa ambao niko naishi nao pamoja na yule mgonjwa. Mgonjwa akaniambia mwanangu, mimi sasa hivi niko fresh, kama vipi anzeni safari, kama vipi mkimbie, kwa sababu mashoga katika nchi hiyo amepagawa, amedata, anakudondosha kweli huyo. Kweli mwanangu nikajipanga safari ya kuondoka katika nchi nyingine kutoka katika nchi ya Italy. Fuatilia pati ijayo ujue ninaenda nchi gani.